Kwanza kabisa sisi kama bunge la Githurai hatuna furaha kwa mambo ambayo yanaendelea. Sisi kama bunge la Githurai, we decided by majority declaration kwamba we will not dine with oppressors. Wabunge kama rais wenu, na kulingana na majority declaration, sisi hatuko na mrengo ya William Samoei Ruto. Ukweli au si ukweli? Kwa sababu gani? Mbunge anaweza simama na aseme kwa waziwazi kwamba watu kuuliwa si shida. Hawa wabunge ni binadamu au ni shetani? Mashetani. Tumesikia Farah Maalim akiongea the same. Leo mbunge kutoka Nakuru ameongea the same. Na tunasema hivi tukiogopa Mungu. Tukiogopa Mungu na kuheshimu kila mtu kwamba uongozi wa William Samoei Ruto haufai hata kufika 2027. Wanabunge oye! Wanabunge oye! Leo wameenda maombi. Wameenda maombi ambayo wameificha, hata Wakenya hawakujua kama kutakuwa na maombi. Maombi unafanyika hivyo kweli? Maombi inafanyika hivyo kweli? Sisi tunaomba Mungu, tuna cancel hiyo maombi isipite ikufikie Mungu. Kwa sababu hayo maombi Bwana Ruto na watu wake wanajua mambo ambayo wameyafanya. Wakenya wanalia, wamama wanalia, na bado President Ruto, you are in power. Kwa sababu you are in power, you don't need to apologize. You need to come and correct some of the things that you can correct now, because 2027 you are going home. Wanabunge wa Githurai, wanabunge oye! Wanabunge oye! President Ruto, we are telling you from Githurai kwamba sisi tuko gangari. What you are doing to Cleophas Malala, what you are doing to Natembeya, what you are doing to Gachagua, vitisho unauzia watu, and we are telling you this. Let me tell you, there was President Moi, there was President Kenyatta, there was Kibaki, there was everybody, kulikuwa na watu wote, lakini kuna mtu ako na mwisho wake. Ukweli au si ukweli? Ukweli. Kila mtu ako na mwisho wake, na hata ukikaa hapo siku moja tutakutoa hapo, na tunaomba wengine tukue kwa uongozi, ukitoka State House uingie moja kwa moja hadi committee. Kwa sababu we have questions. Tuko na maswali president. Tuko na maswali president, na huyo mwenzaka anaitwa Raila Amolo Odinga. Tuko na maswali. Mtupe majina ya Gen Z walikufa wote. Mtupatie majina yao. Mtupe majina yao. The clip that came from BBC. BBC walitupea clip, mukauzia watu uoga. Vijana walijaribu kuact the drama, mukauzia uoga. But believe me, President Ruto, Kenyans are woken. Tukirudi kwa Elachi, maombi yako leo wewe unatakana uombe msamaha wa Kenya. Kwa sababu uliomba wewe, unatakana uombe familia yako msamaha, kwa sababu maombi yako yalienda vibaya, Mungu akachukua kijana wako. Kifo ni ya kila mtu na tuogopi kifo. Hata sisi tunajua ikitufikia tutafanya nini? Taenda. Lakini kama wewe unaambia Wakenya kwamba mkichoka na Kenya muhame, basi hata wewe utahama. Na vile mbunge amesema, hata wewe kitu itakujia bado. Kwa sababu ni kama you've not learned the lesson. Kwa kitu yenye inafanyika, Wakenya wenzangu wanataka kudanganyishia mambo ya pornography, wadanganyishie hawa watu wako na mpango ya kufunga mitandao tukielekea 2027. Na kwa sababu Wakenya wako imara, mtafunga huu mtandao, tutaamsha mtandao mwingine. Mtafunga huu mtandao, tutaamsha mtandao mwingine. Ruto, hakuna siri. 2027 wewe unaenda nyumbani. Ruto, one time. Ruto, one time. Ruto, one time. Mudavadi, one time. Raila, one time. Kila mtu, one time. Fagia wote, one time. Tumeamua kama wanabunge wa Githurai. Kama wanabunge wa Githurai tumeamua hapa, mimi nikiwa kama rais, tumesema kwamba tutasimama imara kutetea wananchi wa Kenya, tutasimama imara kupinga uongozi wa dhalimu, tutasimama imara kukuuliza maswali, na tunajua
Tunajua President Ruto umejua kwamba unaenda Sugoi. Umeshikisha Raila handball. Na ni vizuri kwamba muende wote nyumbani. Ruto nyumbani. Raila Wetangula Mudavadi. Tumeamua kwamba kama wabunge wa Githurai na mabunge zote za wananchi Kenya mzima kwamba we are not going to dine with oppressors. Kwa sababu mbunge anawezaje sema kwamba kukufa ni kitu cha kawaida? Unawezaje kuja kuomba msamaha ili hali we know Amnesty International imesema bado kuna Wakenya wako in abduction. President Ruto, we have realized kwamba you are the most coward president in the world. Kwa sababu unaomba msamaha kuitikia madhambi ambayo umekataa. Tunataka hivi Wanakenya tunataka ukiomba msamaha na bado umestep on my leg, bado hiyo uchungu niko, utoe hiyo mguu, uache uchungu itoke, ndio uombe msamaha. Hiyo msamaha umeomba, repent kwa Mungu, alafu ukuje urudishe hawa vijana. Wale walikufa uwafanyie compensation. President Uhuru Kenyatta ameonekana to be a better president than you. Kwa sababu because of laxity of security, Garissa University watu wakapigwa na Al-Shabaab, alienda akakompensate wale watoto wote. We need compensation. And Raila Amolo Odinga, nikimalizia, Raila Amolo Odinga, you are the reason why we are in this confusion baba. Shikaneni na Ruto, tembeeni Kisumu kabisa, lakini mjue kura zenu hazitoshi. Huyo Raila ako na kura less than 2 million saizi. Sisi tuko na kura bilioni 8 zenye tuko nazo tayari. Rigathi Gachagua na Kalonzo wamefika hizo kura. These people wanabunga mjue, wamejua wanaenda wapi. Na naomba kitu moja, tafadhali tangazeni Injili. Kwa sababu msipotangaza Injili, hao watu wataiba, watapora mali yetu, kwa sababu